Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Ninaitwa Apostle Peter Mponzi, mbeba maono wa huduma ya Yehova Shalom, Tanzania na kwa mataifa mengine. Awali ya yote, ninapenda kukushukuru msikilizaji wangu kwa namna ambavyo umekuwa baraka kwenye utumishi huu kwa muda wa mwaka mzima. Mungu wangu wa mbingu na nchi akubariki. Kuna watu ambao walisimama na hii huduma kwa sadaka zao. Kuna watu walisimama na hii huduma kwa maombi yao. Ninatamka Mungu wa mbinguni awabariki katika jina la Yesu. Na kuna watu ambao walihakikisha wanawezesha hii huduma kwa utumishi wa sadaka. Sikia mtu wa Mungu. Kitabu kile cha Mithali 22 mstari wa 9, Biblia inasema mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana yeye huwapa maskini chakula. Kitu ambacho nataka uelewe, Mungu anapotumia lugha ya kusema huwapa maskini chakula, maskini ni nani? Maskini ni muhitaji. So kuna muda tulikuwa wahitaji ili kazi isonge mbele hii ya Mungu, ili huduma iende mbele. Lakini wewe unayesikia hii sauti ulikuwa sababu kwa namna moja au nyingine. Nimetamka Mungu wa mbingu na nchi ya kubariki. Lakini jambo lingine la muhimu, tunapofunga mwaka na kuanza mwaka, unaingia na picha gani? Unaingia na picha gani? Ile picha unayoingia nayo ndio inayoweza kukupa ule uhalali wa kumiliki au kutomiliki. Biblia kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7a, Biblia inasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Watu wengi huingia mwaka wakiwa na picha ya kushindwa, kwa sababu tu katika vipindi vya miaka vya miezi 12 watu wamepita kwenye majira na nyakati mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine, wengine kuna vitu viliwakwamisha kufanya mipango yao na kusonga mbele. Kwa wanajikuta wanavuka mwaka na ile picha ya kushindwa. So 2026, badilisha mtazamo wa kifikra. Zile changamoto zilikutesa 2025, na tabiri na kutamka 2026 hautateswa na hizo changamoto kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hilo jambo la kwanza, badilisha mtazamo, badilisha kufikiri. Futa zile picha ambazo unaingia nazo mwaka. Jambo la pili, upokee mwaka kiagano. Upokee mwaka kiagano. Zaburi ya 50 mstari wa 5, Biblia inasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Agano ni patano, dhabihu ni sadaka. Nini maana ya kuupokea mwaka kiagano? Kuupokea mwaka kisadaka, ili sadaka isimame upande wako, kufungua malango yako ya mwaka mzima. Kuna namna ambavyo watu wa Mungu huwa kuna kitu hatuelewi. Saa hii watu wa mataifa wameshaenda Bariadi, wengine wameshaenda Sumbawanga, wengine wameshaenda Tanga, wamejikonekti na madhabahu za wachawi kwa sadaka ili kukamata malango ya mwaka mzima. Na hapo ndipo ambapo zile sadaka zinawapa uhalali wa kuiba nyota za Wakristo, nyota za watu wa Mungu, nyota za wengine kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya vitu Mungu anaheshimu ili aingie kwenye utendaji kazi ni agano. So 2026 upokee huo mwaka kiagano.
Pokea huo mwaka kiagano. Na wapi pa kupeleka sadaka yako? Tafuta madhabahu au mtumishi ambaye yuko na nguvu za Mungu. Achilia sadaka hapo, jikonekti na akutamkie maneno ya baraka juu ya mwaka wako 2026. Wale watakao upokea mwaka kiagano wataona matokeo na wataona hatua mpya. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya agano ni nini? Agano linaachilia utetezi wa kiroho juu ya maisha ya mtu katika msimu mzima. 2026 tunahitaji kumiliki na kutawala. Hivyo basi, mimi Apostle Peter Mponzi pamoja na familia yangu tunawatakia heri ya mwaka mpya, mwaka 2026, na tabiri ukawe ni mwaka wa baraka, mwaka wa maongezeko, mwaka wa hatua mpya, mwaka wa kibali, mwaka wa matumaini makubwa, mwaka wa yaliyoshindikana yanawezekana katika jina la Yesu. Ninaona Mungu akiwainua watu, ninaona Mungu akiwabariki watu. Acha nikubariki. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu, amefanyika baraka 2025 kwenye utumishi huu. Na sasa anapovuka, Bwana wa majeshi, kwenda 2026, ninaomba ukambariki, ninaomba ukamjaze, ninaomba umpe kumiliki, ninaomba umpe neema, ninaomba umwinue katika jina la Yesu. Waliokwama na magonjwa yasiwatese tena, waliofungwa uchumi, natamka wamefunguliwa katika jina la Yesu. Nami ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ikapite juu ya watoto wa Mungu. Baba, ninaita neema na uwezesho juu yao katika jina la Yesu. Wafanyabiashara, ninatabiri maongezeko kwenu. Wafanyakazi, ninatabiri kuinuliwa na kuongezewa mishahara kwa damu ya mwana kondoo. Ndoa zilizofungwa, ndoa zilizokosa tumaini, natamka uponyaji na msimu mpya. Ile aibu hutapitia tena kwa damu ya mwana kondoo. Hutaingia 2026 kinyonge, utaingia ukiwa na furaha. Bwana amekukumbuka, Bwana Yesu amekutendea. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninakubariki na ninatamka mema yawe juu yako katika jina la Yesu. Pokea ushindi. Ninaombea mwaka wako wote uwe wa baraka, uwe wa amani, uwe wa kibali, uwe wa maongezeko. Kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen. Mungu wa mbingu na nchi akubariki na kukujaza, akuongezee neema. Sasa ikiwa umesikia kujikonekti na huu upako, kujiunganisha na madhabahu haya ya Yehova Shalom na mtumishi wa Mungu Apostle Peter, kama umesikia kutoa sadaka yako, unaweza ukatoa kwa namba zifuatazo. Mpesa ni 0446201597. Ninarudia tena, Mpesa 0746201597. Mpesa 0746201597. Airtel Money 0785201597. Narudia tena, Airtel Money 0785201597. Jina Peter Mponzi.
na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Usiingie mwaka kinyonge, ingia mwaka kiagano, miliki malango yako. Na ninatangaza umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen, amen.